Yes, habari yenu. Leo nimekita kambi mjini Malindi. Nitakuwa nikipiga story na Bwana Omondi hapo kando. Tutakuwa tukipiga naye story mbili tatu kuhusu ugomvi baina ya yeye na King Rama na yule msanii wanamuita Mbilikimo, lakini najua kuna jina lake. Bwana Omondi atakuwa anatuelezea huu ugomvi ulianzaje, ni nini ambacho kinasababisha ugomvi, kwa sababu naona kuna story ya Amina Mnyazi na ule MCA wa Shela Ward, kuna Omar Bshamu. Sasa watakuwa wakiongelezwa maneno na story, pia kuna story ya msanii kuibiwa gesi, pia tutakuwa tukiziongelea zote hizo. Bwana Omondi atakuwa akituelezea chanzo ni nini kilisababisha. Karibuni jamaa. Jamaa, mbona tushinde tumekomoana tu? Mbona mwingine wafanye kazi kwa bidii, wengine washinde umeiba jamaa? Yaani mimi natoka kazini na mang'ang'ana kweli, natoka kazini saa 12 naja nakuta nyumba imefagiliwa, yani wamenibia vitu kwa nyumba, yani umebagasi, umebapaka pesa ambazo zilikuwa za kazi shilingi 7,000 umenibia kwa nyumba. Je, Omondi unafahamu kama msanii aliweza kuibiwa vitu vyake kwa nyumba? Wewe Kimbilikimo, wewe usema umeibiwa, mbona hujaja kuonesha wananchi kwamba OB namba ya kwenda station umeibiwa? Ama ulikuwa fikiria utafanywa mchango? Ukijisikitisha, Rama najua kutengezea madili ya kwenye TikTok kweli wewe. Tena ulikaa yani kaambewa uzunika umfelewa na paka nyumbani. Ushamaliza mazishi ama mazishi yako yalikuwa ya urongo? Ati mimi naibiwa jamani, fanyeni kazi. Mwaiba wanaume badala mna nguvu zenu. Wewe ambao fanya kazi kisha mbona lalamika na urongo juu? Wewe ushinda hata mwizi alokuibia. Umeibiwa nini wewe? Kuna tetesi kwamba inasemekana msanii alisema ya kwamba ulikuwa unataka kununuliwa nyavu ama pikipiki na waheshimiwa, lakini wewe mwenyewe binafsi hukuwa mvumilivu, lakini wao walikuwa wavumilivu na wakabahatika, wakatimiziwa malengo yao. Tunamwona msanii anasema alinunuliwa ring light, na pia Bwana Rama, King Rama, tukaona Amina Mnyazi akimwambia aseme kile anachotaka, lakini kwa kuwa wewe hukuwa mvumilivu, ndo ni kama hukubahatika, ama ni vipi? Inakuwaje watu wangu? Kama mnavyoona leo nimefanikiwa kupata ring light kabisa, na hii ni zawadi kutoka kwa mheshimiwa wangu, Mheshimiwa Twai, ndo kanipa hii zawadi ya ring light. Sawa jamaa. Wana Malindi, nataka kuambia kitu. Leo nimefurahi sana. Kwa mara yangu ya kwanza mbunge wangu wa Malindi ameniuliza kitu gani ambacho mimi nahitaji. Wallahi nimeshukuru. Amina, nakuombea Mungu. Wewe mjinga wasema mimi kwamba nataka kwa nyavu. Nilipoanza bahari nilimgoja Twairu awe kansala nipe nyavu. Wewe unajua bahari nilianza na miaka ngapi wewe? Nikikueleza wabajuni walionifundisha mimi kazi, nikikutajia wabajuni wanaweza maka mjalo huyu ajua wazee kama hata kuna wabajuni wengine hata wajua wazee. Shida yako Omondi inaonekana we huku wa mvumilivu, lakini leo ingekuwa we ndo Rama na mheshimiwa Amina Mnyazi amekuambia uchague kitu chochote utakacho angekufanyia, ungechagua nini ama ungemshauri nini Rama amwambie Amina Mnyazi? We Rama, jana nilikujibu, ulikoko ni usiku, niko kitandani mimi naangalia TikTok. Wacha mimi nikwambie, wewe si mwanamume wa kuchallenge na mimi. Hati familia yangu mimi haina haja na mimi. Wewe familia yako ikikuona tamani kukimbia wewe. Maana huna maana yote, ulisopatwa msaada ukapelekwa Arabuni, na Arabuni umeenda umerudi wewe, yani from Arabuni to sell mananasi. Wewe umefanya mpaka watu hawana hamu na Arabuni wewe. Wewe ulipokuja kutoka Arabuni ulijifanya wewe wajua Kiarabu, maana ulichokuja nacho kutoka Arabuni ni Kiarabu, na Kiarabu kilipoisha hata bibi alikukimbia. Mimi naomba msaada ambao Amina Mnyazi amekuambia umuombe. Mwambie nipeleke Arabuni nje nioe tena. Maana ndio msaada uliobaki nao. Acha nikwambie Rama, wewe huna hata sikuoni kama ni mtu wa thamani wewe. Sikufichi, maana wewe ni mtu wa kuomba mpaka wanaume wa Arabu. Wewe umetoka Arabuni lakini sasa unaomba vijana wa Arabuni pesa. Ukikaa na simu nipe 20, nipe wewe yatima wewe, hata umekaa kama wale waomba Ijumaa.